Namshukuru sana dada Lea, namshukuru sana kwa mwaliko huu na kutambua na mimi niwe mgeni rasmi kwa kazi kubwa aliyofanya ya kuibadilisha na kuijenga nchi yetu. Mama Samia amefanya kazi kubwa akishirikiana na viongozi mbalimbali ambao ni wabunge na madiwani na wenye viti wetu wa serikali za mtaa. Kama uongozi unavyosema, uongozi ni kushirikiana. Kwa hiyo mama amefanya kazi kubwa na kuleta mambo ya elimu, afya na ujenzi wa barabara kama mnavyoona zinavyoendelea. Huyo ni mwanamke, si mwingine ni Mama Samia. Kwa hiyo hatuna budi kumpa hongera zake. Tunamshukuru sana kwa kazi anazozifanya. Pili, naomba idara yako ya maendeleo kama ulivyosema, uliongea ukasema mmetoa mikopo ya zaidi ya 1.9 bilioni, lakini watu waliochukua mikopo ni wachache. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba, au kama mimi mgeni rasmi nilivyosikiliza hotuba yako, tunaomba kama kuna masharti ambayo yanafanya wakina mama wasiweze kuchukua hela hizi, kwa sababu hela ziko nyingi lakini watu walioenda kuchukua ni wachache, basi naomba labda wapate elimu ili wajue jinsi gani ya kupata hiyo mikopo na kuweza kurudisha kwa urahisi na kufanikisha wengine nao waweze kuchukua. Kina mama mimi nawatia moyo kwa sababu mikopo ipo, hela zipo, lakini na takwimu ya dada Lea aliyosema bado watu hawajajitokeza kuchukua hii mikopo. Mimi naomba kina mama tujiamini kifua mbele, tufanye biashara, tuje tukope hela na kuzirudisha kama inavyotakiwa. Lakini hapo hapo dada Lea, mkuu wa idara, tunaomba pia wamama kwenye masoko tujitahidi kuwapatia masoko, kwa sababu hata kama watachukua mikopo, bidhaa zao hazijapata soko, itakuwa pia ni kazi ngumu kwao kurudisha hizi hela. Kwa hiyo kina mama tutajitahidi kukaa na uongozi, kukaa na viongozi wetu, kukaa na mbunge wenu, kujua jinsi gani hizi bidhaa mnazozalisha zinapata wateja ili muweze kwenda kukopa na kuzalisha zaidi. Lakini nilikuwa na wazo pia kwa dada Lea, mkuu wa idara, kuweza kufanya haya maonyesho labda kila mwezi kwenye kila kata, ili watu waweze kuja kuuza hizo product zao. Tunaweza tukafanya exchange program na kina mama wakazunguka, kwamba mwezi huu, mwisho wa mwezi tutakuwa kata ya Picha Ndege, basi tunatafuta mgeni maalumu anakuja na kata zote nyingine zinaungana pale kufanya hiyo biashara katika kata hiyo. Kwa hiyo ingeweza kila mtu kuona huyu anafanya nini, na watu wanakuja na watu mbalimbali kwa ajili ya kuunga mkono kina mama ambao wanatengeneza au wanafanya biashara hii. Vile vile mimi nilikuwa na ombi kutoka kwa dada Lea kwamba hii tarehe 6 mwezi wa 3 basi iwe rasmi kwa ajili ya Kibaha mjini, kwamba ikifika siku ya wanawake ili iwe rasmi kabisa, kwa sababu nampongeza, ilikuja tu ni muda mchache, lakini umejitahidi na umefanya kitu hii. Kwa hiyo lakini tunaomba sasa iwe rasmi ili tuweze kujipanga vizuri. Nashukuru sana UWT wilaya kwa kusaidiana na dada Lea. UWT oye! Wamejitahidi kwa muda mfupi, wamejipanga na kuja kupitia joto. Kwa kweli tunawashukuru sana. Tunashukuru pia na watu wengine wote waliojiunga na sisi. Kingine katika uongozi, kina mama, mimi napenda niongee kweli, Mama Samia ni kiongozi wetu, lakini mnaona jinsi anavyofanya kazi kwa unyenyekevu, na hii inaonyesha mama anatusaidia na anatukumbuka. Basi katika kukumbuka katika hizo nafasi, sisi wamama, zile nafasi tunazopata kama wamama tuzitendee haki. Unapokuwa kiongozi, uongozi una mambo mengi. Uongozi unataka uvumilivu, uongozi ni jalala kama unavyosema, kitu chochote unaweza ukatupiwa wewe. Uongozi hautaki kuhamaki, uongozi unataka upendo, uongozi unataka usikivu. Kwa hiyo watu wote ni wa kwako. Kwa hiyo unapopata cheo lazima wewe ni dhamana, okay. Na unapokuwa kiongozi usichukie mtu, watu wote wawe ni watu wako, fanya nao kazi. Hata kama mtu umpendi moyoni, wewe fanya kazi yako, fuata kanuni inavyosema. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kuna usemi unasema wanawake bwana usiwape uongozi, yaani wanamama. Sasa hatutaki ile kauli, tunataka kwamba kama mama yetu Mama Samia anavyofanya, kwani yeye hakwazwi na mambo, anakwazwa, lakini anajua jinsi gani ya kuyapokea. Kwa hiyo na sisi tuyapokee vile vile. Ni sawa sawa unapokuwa nyumbani, mama ni kiungo,
Mama ni mpatanishi. Watu wengine unaweza ukaishi na mama mkwe, unaweza ukaishi na wifi, lakini wewe unapokuwa katika ile nyumba, wewe ndio mpatanishi. Mumeo anaweza akagombana na ndugu yake. Sasa wewe usiwe tena petroli. Wewe ndio unatakiwa kuwa mpatanishi katika ile familia. Hata leo na kesho hatupo, watu wakukumbuke, jamani, yule mkwe wangu au whatever au wifi yetu alikuwa ni kiunganishi. Yaani sisi wanawake tuwe chachu, tuwe bora. Yaani unapokuwa mahali usemwe vizuri. Naombeni sana ndugu zangu, uongozi ni dhamana. Kwa hiyo mama anatuangalia na anajitahidi sana kutugaia hivi vyeo. Kwa hiyo tuviheshimu na kuvienzi vyeo ambazo tunagaiwa, kwa sababu ni Mungu amekuchagua wewe ni nani. Basi wewe ni mtumishi, unatakiwa ukawatumikie watu kwa upendo, na bila kutanguliza upendo hakuna kitu kinachoweza kuendelea. Kwa hiyo naombeni sana tuzidi kumwomba Mungu. Unapopata cheo, basi ukitumikie kwa haki na hekima na busara. Kina mama oye! Kingine nilikuwa napenda kumwomba dada Lea kama tunaweza tukafanya jambo kwamba kuwa wakina mama wengi au watu wengi hawajui afya zetu, hatujui afya zetu. Mimi kuna siku tulikuwa mahali, kuna dada akawa amekaa, tukamwona anajikuna kichwa, ananyanyuka, anakaa. Tukasema huyu ana nini? Tukamwambia asogee kwenye upepo. Tukaona anafungua vifungo nguo, anaanza kutoa sidiria. Sasa mimi nikakumbuka jambo, mama yangu alifundisha kitu kwamba ukila kitunguu saumu unakuwa inashusha pressure. Kwa hiyo kulikuwa na mtu anakaanga chipsi, tukamwambia una vitunguu saumu. Yaani yule dada alirukia kile kitunguu akakitafuna vile vile na majani, akala kile, akanywa na maji, akatoka jasho jingi sana, akapumzika. Baadaye akapata usafiri, akaenda hospitali. Alipoenda hospitali, kumbe alikuwa na pressure ilikuwa 195, na ikumbuka mpaka leo chini ya 95. Kwa hiyo akalazwa pale kwa Dr. Mvungi Kinondoni, akaendelea na tiba. Kwa sababu mimi nikasema aende hospitali, wale ndugu zake wengine akasema hapana, huyu ndo anakuaga hivi hivi. Yaani inafika tu wakati anakuwa hivi hivi. Kumbe alikuwa hajijui, kumbe ana pressure. Kwenda pale hospitali, wakamcheki pia tena, wakamkuta pia na sukari. Sasa ni kwa nini nimeongea hivi? Na kwa tufanye kila mwezi tuwe na program sehemu yote kuwa tunapima afya. Yaani kila mwezi tunaweza tukawa kata ya Tumbi, tunaweza tukawa kata labda ya Viziwaziwa. Kwa hiyo tunakuwa na watu wa afya wanatupima magonjwa mawili tu, pressure na sukari, ili watu tuweze kujitambua. Vile vile niliteta na mwenyekiti wetu na kamati ya utekelezaji. Nikasema kwa nini tusianzishe pia kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi tukawa na mazoezi pale wilayani. Kwa hiyo tukawa tunafanya mazoezi, kina mama tunakutana, tunabadilishana mawazo, na hiyo inaleta pia upendo zaidi. Unaona, kwa sababu mama tunatakiwa kwa kweli tupendane, sisi ndio mfano. Kwa hiyo nalo wakalipokea, wakasema basi tukimaliza mfungo tutafanya hilo jambo, na mimi na wakufunzi tutaleta ili waweze kutufundisha. Mnaonaje hilo kina mama wa Kibaha mjini? Kwa hiyo tutaanza na nyinyi viongozi mliopo, mtaanza pia kwenye kata zenu. Kwa hiyo kuna siku tunasema tunatoka kamati ya utekelezaji, tunaenda kata fulani, tunafanya jambo hilo. Kwa hiyo naomba hilo nalo mlipokee, tulifanyie kazi. Lingine, mwenye mkuu wangu wa idara, nilikuwa nawaza kwa sababu huu ni mfungo na sisi Wakristo pia tuko kwenye mfungo, basi Mungu akitujalia afya na uzima, nilikuwa naomba kwa ruksa kwamba tutafanya kitu kikubwa, kuwashirikisha wamama wa Kibaha mjini wote, wafanyakazi, wafanyabiashara, kata zote. Basi tutafanya kitu kikubwa cha kumbukumbu hii ya siku ya wanawake, ili watu waweze kucheza na kufurahi zaidi, sababu tunajua leo tuko kwenye mfungo. Kwa hiyo watu watakuwa zile mambo mengine yale yetu ya pwani yanakuwa hayapo. Kwa hiyo naomba hii kitu tutakaa, tutapanga ili wamama tuweze kusherekea pamoja. Na kwa maneno haya nimeongea na mheshimiwa mbunge pia, nilimuomba atusapoti sana kwenye hili la afya. Kwa hiyo amesema tukijipanga, wale wakufunzi watakaokuja, wale watu wanaotibu, basi yeye atatoa msaada ili waweze kutusaidia. Kina mama oye! Kama alivyoongea rafiki yangu Manuela kuhusu malezi, basi sisi wamama ndio wakuu kwenye malezi. Tusipendelee tu watoto wa kike, basi tuwape elimu na watoto wetu wa kiume ili nao wasijisikie unyonge, na
na nafikiri hakuna mama anayependa mtoto wake wa kiume aharibike. Kwa hiyo wote ni watoto, wote hatubagui kwamba huyu ni mtoto wa kike, huyu wa kiume. Lakini kwa kuwa watoto wa kike mwanzo walikuwa wamedharaulika, kwa hiyo nao wamekuja kasi kwa juu ili kuonyesha kwamba watoto wote ni sawa. Kwa hiyo nafikiri wazazi hilo wanalitambua na tutafanya kazi pamoja. Mimi napenda kuishukuru sana halmashauri ya Kibaha, lakini nasisitiza mikopo kwa kina mama, semina mbalimbali waweze kupata, na hasa kuhusu vifungashio, kwa sababu unapotengeneza product yako ukaifunga vizuri, kwa kweli inapendeza sana na unapata soko mapema. Product inaweza ikawa nzuri lakini muonekano unakuwa sio mzuri, mtu anaidharau, lakini unakuta product ni nzuri. Kwa kufanya hivyo tutashirikiana na halmashauri ili kina mama muweze kuona product mbalimbali zinavyofungwa, basi na nyinyi mfanye vizuri. Na nina hakika Kibaha tunaweza. Kwa kweli Kibaha wanaweza na wako vizuri, na nawapa mfano kama dada Zamda. Dada Zamda keki zake nimezichukua sana Dar es Salaam na anapata kazi nyingi mpaka wanashangaa, hii keki imetoka Kibaha? Naambia ndio imetoka Kibaha, kwani keki ni za mjini tu. Kwa hiyo nakupongeza sana, yuko vizuri. Na vile vile kina mama tuungane mkono. Yaani kuna mtu mwingine anaweza kuona kuna jirani yake anauza sabuni, lakini atatoka pale akanunua sabuni kwa mangi. Kwa hiyo tuungane, msirukane, yaani mpeane tafu, wanasema vijana wa mjini. Yaani ukiona mwenzako unamuunga mkono, kwa sababu unapofanya vile yaani mnasaidiana. Tusifanyiane roho mbaya. Au kama umekula andazi la mama fulani ukaliona halina ubora, usiende kumsema mtaani. Mwite, mwambie shoga yangu, maandazi yako leo nilonunua lakini yana kasoro. Na wewe unapoambiwa ulipokee, sio kwamba unaanza tena kumuona yule mbaya. Mfano sawa na dada Zamda, labda amepika keki ikawa labda ugali, umeleta ukamwambia, yeye atalipokea ili alifanyie kazi. Kwa hiyo mtu anapokuambia kitu unapokea, unafanyia kazi. Sawa jamani? Basi lingine mimi napenda kushukuru zaidi, na napenda tuzidi kushirikiana kwa pamoja, na napenda pia tuzidi kuheshimu viongozi wetu, whether ni mdogo ni mkubwa, yuko aina gani, tuwape heshima zao. Tuzidi kumsapoti mama yetu Samia ambaye ndo anatuweka mjini kwa kipindi hiki, na kama alivyosema ndio mgombea wetu pekee. Basi tuwaheshimu viongozi wote, mabalozi wa serikali za mtaa, kiongozi yoyote ambaye anakufaa. Mimi nawapenda sana, nathamini mchango wenu kwenu. Sijasahau, naomba niwape salamu. Mungu alinijalia nilialikwa kwenda Zanzibar kwa mama mheshimiwa Mama Mwinyi, nikaenda kule. Alikuwa na marathoni na alitualika chakula, lakini na mimi nikamuomba, nikamwambia Kibaha mjini na tunakuhitaji, siku ukipata nafasi tuje. Akaniambia kama mkijipanga, mnajua kiprotocol lazima mpe taarifa mwezi kabla. Kwa hiyo nikamwambia basi tutajipanga. Inshallah kama uzima na afya, basi ile sherehe yetu kubwa sana tutakaoifanya tunaweza tukamwalika. Akakubali. Kwa hiyo naomba nitoe hizo salamu, walishiriki vizuri na wenzetu kule marathon. Kwa kweli ni raha, wanaungana pamoja, chama na serikali wanashirikiana, na vile vile kama huku UWT nayo ni moto moto. Kwa hiyo nawapongeza sana UWT moto moto. Napenda nimshukuru katibu wetu wa chama kwa kutuunga mkono kwa kushona sare na kuvaa na sisi. Namshukuru diwani naye kwa muda wake kuwa hapa. Namshukuru Mama Gama, mama yetu, pamoja una changamoto ya mguu lakini uko na sisi. Nashukuru kamati ya utekelezaji, namshukuru katibu wa mbunge, nashukuru idara zote zilizotoka, nashukuru wajasiriamali, nashukuru waandishi wa habari kwa kuwa na sisi na kurusha hizi habari na mama yetu kutuona. Nashukuru wanafunzi, nashukuru watu wote. Nazidi tena kuwashukuru ndugu jamaa wa jimbo hili la Kibaha mjini. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Nawapenda sana. Mungu atusaidie tuzidi kupenda.